Hebu imagine umepanga kuolewa au kuoa na siku ya mwisho mtu ambaye umepanga kufunga naye ndoa ghafla anakataa. How does it feel? Mbaya Basi bwana, imemtokea mwanadada Stephanie ambaye alikuwa katika good mood, furaha kama yote ya kufunga ndoa, lakini ghafla analetewa taarifa mwamba amegoma kufunga naye ndoa dakika za mwisho kabisa. Stephanie alibaki hana nguvu na kupoteza fahamu. Yes, maisha ya Stephanie baada ya mwamba kukataa kufunga naye ndoa ilimharibu kisaikolojia na kuweka chuki mbaya dhidi ya mwamba. Somehow alianza kwenda clubs na kunywa pombe. Siku hii aliamua kwenda club na kuopoa mwana mmoja ambaye alikubaliana naye just for one night stand. So baada ya wawili hawa kufika home, mwamba anaingia room, anakutana na picha ya mwamba imepigwa mishono ya hatari. So akawa disturbed kwa namna fulani. Huyu mwamba anaitwa Benjamin ambaye picha yake ndio ipo ukutani, alafu kuna mishare mingi sana imemwendea, ambaye huyu ndio alikataa kufunga ndoa na Stephanie siku ya harusi yao. So Stephanie alichokiamua, kila anapoamka asubuhi ananuia kwa kurusha mishare kwenye picha ya mwamba na kwamba lolote baya limpate. So mwamba alipagawa kinyama, aliona kama endapo watazama penzini na mwanadada basi linaweza kumkuta jambo baya kama vile ambavyo Benjamin pengine linakwenda kumkuta jambo baya zaidi kutokana na mapicha haya. On the other side yupo huyu mwamba anaitwa Onyeka na tour zake mjini kutokea pande za Marekani. Na huyu mwamba daily amekuwa mtu wa tizi sana. So bahati mbaya siku hii ilikuwa ni siku mbaya zaidi kwake baada ya kugongwa na gari na ndinga alikuwa akiendesha Stephanie ambaye alikuwa na wahi appointment fulani hivi. So mipango yake ilivurugika na hapo ndipo ambapo ilimfanya hata aweze kuchanganyikiwa mara baada ya kusababisha ajali na mchizi anaitwa Onyeka kuweza kupoteza fahamu kabisa. Na juu yafanya nini sasa Stephanie? So akaamua amfikishe hospitali, na hospitali wakawa wamekataa kupokea mwili kwa ajili ya huduma ya kwanza kwa sababu ya Stephanie kutokuwa na ripoti ya uthibitisho wa polisi kwamba ajali imetokea. Chotokea ni kwamba Stephanie alizidi kuvurugwa na akaamua kupeleka mwili kwa rafiki yake ambaye yeye ni daktari ili aweze kumsaidia kutoa huduma ya kwanza kwa mchizi. Rafiki yake alikuwa confused because anaona kama issue itakuwa too serious basi inaweza kumpelekea yeye kufutiwa leseni na pengine kupoteza kazi yake. So akaamua tu kumsaidia kwa sababu ni rafiki yake na anapitia changamoto hiyo kwa wakati huo. Lakini baada ya pale alitoa promise kwamba ataurudisha mwili hospitali ili waweze kuendelea kutoa huduma nyingine za kuweza kumsaidia mchizi kuweza kurecover. Lakini baada ya kufika tena hospitalini kupeleka mwili kwa ajili ya huduma zingine, basi wale madaktari tena wakagoma kupokea mwili kwa sababu ya Stephanie kutokuwa tena na uthibitisho wa ripoti, na pengine wakawa wanaogopa kiupokea mwili alafu ukafia mikononi mwao, kesi inaweza ikawa ni ya kwao. So Stephanie baada ya pale akaamua tu arudi na mwili maskani kwake. Mbaya zaidi toka imetokea hiyo issue, Stephanie amekuwa hayupo sawa na hataki mtu yoyote ajue kama amehifadhi mtu ndani, lakini jirani yake amekuwa anashuhudia kila kitu kinachoendelea, lakini Stephanie amegoma kuwa muwazi kwake. Basi bwana Stephanie akacheza vizuri kumhudumia Onyeka hadi kidogo akaanza kupata unafuu, lakini kisanga ni kwamba mchizi amepoteza kumbukumbu kabisa, na Stephanie aliona hii inakwenda kuwa ni tatizo hatari kabisa kiasi cha kuleta shida iwapo ndugu zake watakuwa wanamtafuta. Lakini mawazo ya Stephanie ilianza kubadilika na kwamba pengine mchizi akipata nafuu na kurudisha kumbukumbu zake vizuri basi amrejeshe kwa ndugu zake. Lakini baada ya kuona body la mchizi hii siku alikuwa shocked kinoma, na kwa sababu yupo kwenye stress za mapenzi akaanza kumpenda mwamba taratibu, na sometimes alijaribu kujizuia lakini imekuwa ni tabu kidogo kwake. Yeye mwamba kwake amekuwa na tabia ya kuamka mapema sana cause yeye ni mtu wa mazoezi na anaamka kumsaidia kuosha vyombo na mara kadhaa pia kuingia jikoni kuweka mapishi sawa kwa kumsaidia mrembo, na hii ni moja kati ya moment ambazo zimekuwa zikimweka kwenye hali fulani tofauti sana Stephanie. So mpenzi wake Onyeka ameshajaribu kumtafuta mwamba kwa zaidi ya siku 3, lakini mwamba simu yake haipokelewi kiasi kwamba imekuwa ikimpa mawazo na kuamua kufunga safari hadi Lagos, Nigeria kumtafuta mrembo na kutoa taarifa polisi. Lakini Stephanie cause tayari ameshakuwa in love na mchizi hata baada ya kushuhudia missed calls na messages za ndugu wakimtafuta Onyeka aliamua kumute. Hata mwamba alipoulizia simu yake Stephanie aliamua kumdanganya kwamba simu ilipata shida wakati wa ajali, so ameagiza simu nyingine kwa ajili yake, so akamwambia mwamba asikilizie tu. So Stephanie baada ya pale akaamua kuificha ile simu kwenye kabati. Basi bwana, taarifa zikaanza kusambaa kwenye mitandao kuwa mchizi amepotea na anatafutwa. So baada ya rafiki yake Stephanie kuiona hiyo taarifa alishangazwa kwa Stephanie alimuongopea rafiki yake ambaye ni daktari kwamba baada ya kumfanyia huduma ya kwanza atampeleka hospitali na kumkabidhi kwa ndugu zake, lakini haikuwa hivyo. Lakini issue hii inazidi kuwa too serious cause mwamba picha zake zinabandikwa kila kona ya mtaa kwa ajili ya kumtafuta kiasi kwamba
inazidi kuzua taharuki kwa mwanadada Stephanie. Stephanie akiwa na andaa zake msosi siku bwana, Onyeka aliona ni vema kumsaidia, na jambo hili lilipelekea hizi people mbili kukutanisha lips zao, na start from there ili hawa walikuwa two birds kwenye kiota kimoja, na Stephanie anaona hapa sasa ni jambo ambalo litakwenda kumsaulisha stress za Benjamin. Lakini hii issue inazidi kumvuruga rafiki yake Stephanie ambaye ni daktari, akihisi anakwenda kupoteza kazi yake na hata leseni kufutiwa kabisa, cause yeye ndiye ambaye amehusika kumsaidia Onyeka, na amekuwa akimsii sana Stephanie kumueleza hali ya mchizi na anaendeleaje na yupo wapi. Lakini Stephanie amekuwa mgumu sana na hataki kabisa kulizungumzia swala hilo, na hii ni kwa sababu ameshanogewa na uwepo wa jamaa karibu yake. So jamaa, kutokana na kwamba hana kumbukumbu, kwake imekuwa sio shida sana, naona yupo comfortable kuwepo karibu na Stephanie, na Stephanie cause kwake anaona alishampata mbadala wa Benjamin, basi hataki kuelewa kabisa. Akiwa njiani anakutana na picha za mwamba anatafutwa, anaamua kuzibandua kimtindo ili mradi issue isiwe too serious. Lakini hii inakuwa ni siku mbaya zaidi baada ya Onyeka kupekua na kukutana na simu yake kwenye draw ya kabati ya chumbani. Aliumia sana cause Stephanie alimdanganya kuwa simu yake iliharibika, na Stephanie aliamua kuomba msamaha na kumwambia ukweli kwamba alifanya hivyo cause anampenda na hataki kabisa aondoke. Lakini same time mwamba hataki kuelewa, anaona alishazingua cause ndugu zake watakuwa wanamtafuta days to days sasa, na yeye ameichukulia poa sana issue hiyo. So mwamba kutokana na issue hiyo akaamua kutaka kusepa. Wakati sasa anakwenda kufungua mlango ili asepe, Stephanie akaamua kuchukua kitako cha ua na kumpiga nacho. Mwamba akaanguka na Stephanie kumfunga mikono na kumziba mdomo. Jirani amekuwa anazidi kuwa confused baada ya kushuhudia bango linaonyesha sura ya mchizi ambaye yeye anajua yupo wapi. So alipokwenda kumuuliza Stephanie akawa amemuignore na kumwambia aache kufuatilia mambo yasiyomhusu. Lakini jirani akaona sio kweli. Usiku akaamua kutoa taarifa kwa ndugu zake kupitia namba ambayo ilikuwepo kwenye bango na kuwaambia kuwa ndugu yao anajua alipo. Stephanie furaha yake ni mchizi kuwepo karibu yake cause ni kama alishaanza kumsaulisha stress za mapenzi na Benjamin. Anti yake Stephanie alipofika home, bado Stephanie alitaka aondoke haraka ili asijue kinachoendelea. So kwenye maongezi ikawa inasikika sauti ya mwamba Onyeka akishout kuomba msaada, na Stephanie katika mazungumzo pala kama mdanganya anti yake kwamba hiyo ni sauti kutoka kwa jirani. Lakini wakati wakiendelea kuzungumza, sauti iliendelea kusikika, kitu ambacho kikampelekea anti kwenda chumbani na kukutana na mwamba amefungwa kamba. Mwamba akawa ameomba msaada wa kutolewa. Sasa wakati anti yake anataka kumsaidia, Stephanie akawa amemtishia anti yake na kisu kwa sababu hakutaka kabisa Onyeka aweze kuondoka karibu yake. So kutokana na maneno ya anti yake kumwambia Stephanie kuwa hapaswi kuwa hivyo, anajua kinachomtesa ni mahusiano yake yaliyopita ya mwamba kumtosa dakika za mwisho ya ndoa, ndio sababu inamfanya kuwa hivyo, na yeye kuamua kuwa hivi inampa ushindi mchizi kwa aliko, kitu ambacho sio kweli. So baada ya maneno yale, Stephanie akaliamua ku step down na mwamba kuwa huru. So wakati Onyeka na waaga pale, jirani yake bana, kwa sababu alishatoa taarifa kwa ndugu zake Onyeka, aliamua pia kuwaleta hadi mjengoni pale. So wakati wanaingia wanamkuta pale Onyeka ndio anajiandaa kutoka. So mpenzi wake alifurahi sana kumuona, na mwamba aliwaambia kwamba yuko sawa, yuko fresh kabisa, na polisi aliamua kuondoka. So Stephanie kwa kila ambacho alikuwa anakifanya, yani kunuia ile picha ya mchizi na kumrushia mishale ukutani, ni kitu ambacho kimeleta matokeo mabaya cause mwamba aliyemtosa dakika za mwisho kwenye harusi ambaye anaitwa Benjamin alipigwa bana na chupa na mwanamke ambaye alikuwa anajiuza, alimnunua kwa ajili ya one night stand, na ilitokea mapishano ya kauli na mwisho wa siku jamaa akawa amepigwa chupa na kupoteza maisha. So inakuwa ndo mwisho wa hili picha, linaitwa Night With You ya kwake Ruth Kadili. Unaweza kuicheki kwenye YouTube channel yake, nimekuwekea link kwenye description hapo. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mimi ni Yusuf Dibrave. Thanks for your time.